Halmashauri ya wilaya ya Kibiti ina jumla ya shule za sekondari 22. Kati ya hizo shule 21 ni za serikali na shule moja ni ya binafsi inayomilikiwa na taasisi ya Wama na Kayama. Ndugu mgeni rasmi, idara ya elimu sekondari ina jumla ya walimu 363, lakini kati ya hao mapungufu ni walimu 115, na hivyo tulikuwa tunahitaji walimu 478. Ndugu mgeni rasmi, idara ya elimu sekondari ina jumla ya wanafunzi 11,564. Kati yao wavulana ni 5,310 na wasichana ni 6,254. Aidha, wanafunzi wa kidato cha kwanza hadi cha 4 ni 10,386, wavulana wakiwa ni 4,348 na wasichana ni 6,038, na wanafunzi wa kidato cha 5 hadi cha 6 ni 1,178, wavulana wakiwa 962 na wasichana ni 216. Lakini pia tuna wanafunzi 69 wenye mahitaji maalum, na kati yao wavulana ni 27 na wasichana ni 42. Ndugu mgeni rasmi, hali ya kitaaluma ni kama ifuatavyo. Katika mtihani wa upimaji wa kitaifa kidato cha pili, matokeo yamekuwa yakipanda mwaka hadi mwaka kutoka asilimia 61.9 mwaka 2022 hadi asilimia 79 mwaka 2025. Ndugu mgeni rasmi, katika mtihani wa taifa kidato cha 4, hali kadhalika ufaulu umekuwa ukipanda mwaka hadi mwaka. Kuanzia mwaka ule 2022 tulikuwa na ufaulu wa asilimia 74. Mwaka 2023 tukawa na ufaulu wa asilimia 88, ikawa ni ongezeko la asilimia kama 14 hapo. Mwaka 2024 tukapata ufaulu wa asilimia 91.6, na mwaka 2025, yani matokeo ya mwaka jana, tukapata ufaulu wa asilimia 97. Mwaka ule wa 2022 tulikuwa na daraja 0 waliopata wanafunzi 364. Mwaka uliofuata 2023 tulikuwa na wanafunzi 167 waliopata daraja 0. Mwaka 2024 tulikuwa na wanafunzi 109 waliopata daraja 0. Lakini mwaka 2025, mwaka jana, tuna wanafunzi 56 waliopata daraja 0. Tunawapongeza sana walimu na wazazi na jamii kwa ujumla kwa kazi kubwa iliyofanyika hadi kupunguza idadi hiyo ya 0. Ndugu mgeni rasmi, matokeo ya mtihani wa taifa kidato cha 6 toka mwaka ule 2022 mpaka 2025 hatukuwahi kupata daraja 0, hatukuwahi kupata daraja la 4, na tumeendelea kupunguza daraja la 3. Kwa hiyo maana yake ufaulu ni wa asilimia 100 kwa miaka hiyo yote. Idara ya elimu sekondari imepata mafanikio kama ifuatavyo. Ukiacha hayo ya kitaaluma, kumekuwepo na ongezeko la shule za sekondari kutoka mwaka ule 2022. Shule zilikuwa 14 za kidato cha kwanza hadi cha 4, na hali iliyopo sasa mwaka huu 2026 tuna shule 22 za sekondari, ikiwa ni ongezeko la shule 8. Ndugu mgeni rasmi, pia kuna ongezeko la shule za kidato cha 5 na 6, kwani mwaka ule 2022 na miaka kadhaa iliyofuata tulikuwa na shule 2 zenye kidato cha 5 na 6. Kati ya hizo moja ni ya serikali na moja ya binafsi.
Lakini mwaka huu 2026 kuna ongezeko la shule 6 za kidato cha 5 na 6, na hivyo kufanya kuwa na jumla ya shule 8 za kidato cha 5 na 6. Shule zilizoongezeka ni Nyamisati Sekondari, Dimani Sekondari, Mlanzi Sekondari, Mahege Sekondari, Zimbwini Sekondari na Dr. Samia Lumiozi. Kwa mgeni rasmi, idara ya elimu sekondari imepata mafanikio kama ifuatavyo. Ukiacha hayo ya kitaaluma, kumekuwepo na ongezeko la shule za sekondari kutoka mwaka ule 2022 shule zilikuwa 14 za kidato cha kwanza hadi cha 4, na hali iliyopo sasa mwaka huu 2026 tuna shule 22 za sekondari, ikiwa ni ongezeko la shule 8. Ndugu mgeni rasmi, pia kuna ongezeko la shule za kidato cha 5 na 6, kwani mwaka ule 2022 na miaka kadhaa iliyofuata tulikuwa na shule 2 zenye kidato cha 5 na 6. Kati ya hizo moja ni ya serikali na moja ya binafsi. Lakini mwaka huu 2026 kuna ongezeko la shule 6 za kidato cha 5 na 6, na hivyo kufanya kuwa na jumla ya shule 8 za kidato cha 5 na 6. Mgeni rasmi, mahala popote penye mafanikio hapakosi kuwa na changamoto, na changamoto nyingine zimeelezwa na wadau mbalimbali waliokwisha tangulia kusema, na nyingine ni kama ifuatavyo. Idara ya elimu sekondari katika wilaya ya Kibiti kuna changamoto ya kukosekana kwa chakula cha mchana cha wanafunzi shuleni, jambo ambalo linasababisha wanafunzi kujifunza katika hali ya kuwa na njaa, na kwa ujumla upatikanaji wa chakula shuleni, shule zetu za sekondari bado hairidhishi. Lakini tuna upungufu wa miundombinu kama vile nyumba za walimu, tuna upungufu wa nyumba 179, tuna upungufu wa maabara za masomo ya sayansi 20, tuna upungufu wa matundu ya vyoo 271, tuna upungufu wa samani kama vile meza za wanafunzi 2768 na viti vya wanafunzi 2421. Lakini kuna changamoto ya utoro mkubwa wa wanafunzi, hasa ule utoro wa rejareja unaofanya mwanafunzi asipate masomo yake ipasavyo. Na changamoto ya mwisho, si kwa umuhimu, ni ushirikiano hafifu kutoka kwa wazazi katika kumsimamia mwanafunzi kitaaluma. Tumejaribu kupambana na changamoto hizo, na miongoni mwa mikakati ya kupambana na changamoto ni pamoja na kuhamasisha jamii kujitolea katika kuanzisha ujenzi wa miundombinu ili kuondoa upungufu wa miundombinu. Lakini tumeendelea kubainisha shule ambazo zinakabiliwa na upungufu wa miundombinu hiyo, na hatimaye tunatenga bajeti kupitia mapato ya ndani ya halmashauri, lakini kupitia serikali kuu na kuomba fedha kwa wadau mbalimbali wa elimu ili kuboresha miundombinu ya shule za sekondari. Lakini tumeendelea kuimarisha ushirikiano wa wazazi na walimu ambao kwa kifupi unaitwa UWAWA, kwa lengo la kuboresha ushirikiano wa wazazi pamoja na walimu katika kusimamia masuala yote ya maendeleo ya taaluma za wanafunzi. Lakini pia tumeendelea kutoa elimu na kuhamasisha jamii juu ya umuhimu wa elimu, na kwamba ni haki ya msingi kwa kila mtoto, hivyo waache kuwashawishi watoto ama wanafunzi kufanya vibaya katika mitihani ya kitaifa. Ndugu mgeni rasmi, katika suala zima la shukrani, tunapenda kuishukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi
inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha za uendeshaji wa elimu bila malipo ambayo imeendelea kuongeza chachu kwa jamii kuwaandikisha watoto wao shule na kuongeza idadi ya wanafunzi. Aidha, tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupatia walimu wa ajira mpya walioingia Januari mwaka huu, walimu wapatao 24 katika kipindi cha siku 100 baada ya kuapishwa. Ongezeko hilo la walimu litapunguza uhaba wa walimu, hali itakayopelekea ufundishaji na ujifunzaji kuendelea kuimarika.